Mwanamke atakayekubali ndugu wote, hata wakija na tabia zao za ajabu ajabu, atasema mimi nitawapikia, mimi nitaongea nao. Hapana, usimfukuze, atabadilika. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo akapata picha hiyo, akapata mafunuo hayo, lakini ni kutokana na lile neno. Angeenda kichwa kichwa bila neno, angeenda kuvamia mahali pasipokuwa penyewe. Na kweli kile ambacho alikiomba akakiona ndicho kilikwenda kutendeka. Hakuja msichana mmoja, walikuja wasichana wengi, lakini aliyekubali alikuwa ni mmoja, na ndio huyo huyo akaenda kuwa mke wa Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliwezaje kufanikiwa? Ni kupitia kutafuta neno. Nimekwambia neno linakupa direction. Wewe umekutana na changamoto, unafanya nini? Kwanza niwaulize vijana wangu, nawapenda, wa kike kwa wa kiume. Jamani, mnanitembelea sana nyumbani, mnaniletea lakini sijaona ndoa zikifungwa. Naomba niwaulize swali moja. Sasa naomba niwaulize swali, nawapenda sana. Niwaulize swali, mlitafuta neno? Mlitafuta neno? Ama mlienda kupeleka taarifa kwa baba? Mnamjua baba, lakini anayemjua baba iwe mkono. Sio kumfahamu, kumjua. Kumletea tu taarifa, sawa, haina shida. Wakati shida ni kubwa, anakuacha uingie ili ujifunze. Tumshifaji anasema kabisa. Tafuta neno. Mtumishi wa Ibrahimu akasema, nikienda kichwa nitaenda kumletea radi. Akizungumza akasema hapana, atampandisha pressure kule mzee wa watu, kwanza ameshazeeka. Akasema hapana mzee, nipe neno kwanza. Akampa neno, ndio akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba niwafundishe watoto wangu wazuri ninaowapenda. Usichoke njiani. Njia ya kutafuta ndoa yako, ya kumtafuta mwenzi wako, usichoke njiani. Leo nimekupa maarifa. Biblia inasema mwenye haki wangu hata akianguka mara 7 atafanya nini? Hatainuka tena. Wewe usiseme mimi nishaanguka. Wanaume wote ni mbwa. Wewe na mbwa? Hapana. Mungu aliumba mbwa, yuko huko ni mbwa. Lakini mwanaume alimuumba ni mwanaume tu. Tena wewe mwanamke ukatoka kwenye mbavu zake, alafu unaona waache tu. Bwana Yesu asifiwe.